Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Mwathani arogoshwo haria hothe uranjirorera ndi guku mitambo-ini ya Sky Cable TV ngithie na mbere na morutani ma kiugo kia Ngai. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. Supreme Court. Na njukite guku ni undu wa kwenda kuumiriria ngoro cia andu aria magikorwo moritwo ni hinya mahote gucokwo ni thayu na mahote guthii na mbere na muturire na kwaria ni kwendana na kuo kwendana niguo thayu ri koguo nikio tuoka ringi nigetha tuheane uhoro sararuko tutikuhitha tukwaria uria Ngai atwirite na tutiukite hi nigetha tukuonererie we uria ui na uria tui riu tuokire kiondo-ini kimwe maundu magacire na moke wega ni tondu Ngai witu ni atutuma. Ageni ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu ni Pastor Joseph Kihara kutoka hapa mji wa Keno, Kabati, na ninawakaribisha hapa Sky Cable TV Kenya, wale mko hapa nchini Kenya na wale mko nje ya nchi, wote na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Ni masaa mazuri ambayo tunaenda kusikia neno la Mungu, na niko na habari njema kwako wewe mtazamaji unanitazama ukiwa karibu na ukiwa mbali. Kuna habari Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ambao nimekuwa nikiongea pale kanisani na hubiri na kanisa ya Jesus the Way Ministry. Tuko pale Kabati, Keno, na niko na ujumbe ambao Bwana amenipa juzi na nimekuwa nikiongea for the last 2 Sundays, na ningetaka kushare na wewe na kushiriki na wewe kwa ule muda niko nao na zile dakika ambazo Mungu atanipa kwa jina la Yesu Kristo. Kabla tuanze, ningetaka kuomba na wewe na nitachukua muda wa kuongea neno la Mungu, kisha pale baadaye pale mwisho tunapoenda kumalizia nitaomba na wewe. Ninajua kwamba kuna mambo Mungu atatenda ndani ya moyo wako, wewe ambaye umefika mwisho, wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye unasikia umechoka, wewe unasikia kwamba kuna mambo ninajaribu yafanyike katika maisha yangu lakini haifanyiki. Ninaamini siku ya leo Bwana amenituma na ujumbe wako, Bwana amenituma na habari njema nije ninene na wewe, na ninaamini kwamba mwisho ama tunapomaliza kipindi hiki utaenda kubarikiwa. Bwana atanena na moyo wako na utapokea nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Ningetaka tuombe kisha tutaweza kuendelea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru mfalme mchana wa leo. Nasema asanti kwa nafasi hii ambayo umenipatia. Asanti mtakatifu Mungu mwenye uwezo kwa
kipindi hiki katika Sky Cable TV Kenya, na kushukuru kwa mtazamaji wangu popote alipo, akiwa hapa nchini yetu tunayoipenda nchi ya Kenya, akiwa mbali. Mfalme mwema, naomba tunapoanza kipindi hiki utanena na moyo wa kila mmoja, utahudumia roho hizi mfalme, utatembelea watu wako, na huyu ambaye amefika mwisho utampatia tumaini mpya. Asante, tunapoanzia mpaka mwisho wa kipindi hiki tunakuomba mfalme ukanene nasi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na atakuamini. Amina, amina, amina. Asante kwa nafasi hii. Nataka kuingia katika neno la Bwana ambalo limekuwa likininenea ndani ya moyo wangu, ambalo limekuwa likibariki moyo wangu, kwa sababu watu wengi wanaishi maisha ambayo ni ya kung'ang'ana. Watu wengi wanaishi maisha ambayo ni ya kusubuka. Wanatia bidii sana, wako na bidii kubwa sana, lakini kuna mambo ambayo haifanyiki. Kuna mambo wanajaribu kupata lakini haipatikani, na wanakaa kuuliza mbona haya, mbona yale. Ningetaka kusoma kitabu katika kitabu cha Romans, Biblia, the book of Romans and chapter 9, the book of Romans chapter 9 and verse 13. The book of Romans chapter 9 and verse 13. My topic is destroying and dealing with the spirit of rejection. Kushughulikia na kupigana na kuondoa roho ya kukataliwa. In the book of Romans chapter 9 and verse 13. The Bible says, just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. I repeat, just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Maandiko nasema kwamba kama vile ilivyoandikwa, ama kama vile imeandikwa, Yakobo nilimpenda na Esau nikamkataa. Nataka uelewe kwamba katika maisha yale tunakaa, watu wengi wanaombewa na wanatemkwa baraka na wanatia bidii sana, lakini mambo ile wanatarajia ama ile mambo wanataka ifanyike haifanyiki, na wanauliza mbona. Ningetaka kabla niingie katika ujumbe huu uelewe mambo kadhaa. Maandiko nasema kwamba Mungu akamnenea Mungu akanena na mtumishi wake Gideoni, akamwambia Gideoni, amka, enenda kwa baba yako, ukabomoe madhabahu za baba yako, ukabomoe zile madhabahu amekuwa akitumikia miungu ambayo sio mimi. Ukishamaliza kubomoa, unijengee madhabahu yangu. Wakati mwingi tunatamkwa kukubarika, wakati mwingi tunabarikiwa, lakini zile baraka tunapewa tunakuta hazifanyi kazi katika maisha yetu. Unakuta bado unang'ang'ana na unajiuliza mbona? Kwa sababu imetemkwa katika madhabahu ambayo sio ya Mungu. Ile madhabahu ambayo unatembelea, ile madhabahu ambayo uko juu yake ni madhabahu za baba yenu, ni madhabahu zile ambazo si nzuri. Mungu akamwambia usinijengee madhabahu kwanza, enda kwanza uharibu ya baba yako, enda kwanza ubomoe madhabahu ya baba zenu, kisha unijengee madhabahu. Ninaweza kukutemka ubarikiwe, lakini msingi ule ambao unatembelea, ile madhabahu ambao umekalia haikubali baraka. Naongea kuhusu rejection, destroying and dealing with the spirit of rejection, kuondoa roho ya kukataliwa. Maandiko imesema ya kwamba kama vile ilivyoandikwa, Yakobo nilimpenda lakini Esau nikamkataa. Yakobo nilimpenda, Esau nikamkataa. Nataka uelewe hawa ni watoto wawili wako kwa tumbo ya Rebeka mke wake Isaka, na maandiko nasema kwamba wakiwa innocent, wakiwa kwa tumbo ya mama yake, wakati Rebeka alisikia kwamba kuna vita ndani ya tumbo yangu. Ukisoma katika Genesis chapter 25, akasikia kuna vita kwa tumbo yangu, akasema wacha niende nikaulizie. Na alipoenda, Mungu akamnenea akamwambia, katika tumbo yako kuna taifa mbili, kuna Yakobo na kuna Esau, na
mmoja yule wa kwanza atatawaliwa na yule wa pili, kwa sababu nimempenda Yakobo na nikamkataa Esau. Esau ni mtoto mdogo, ni mtoto ambaye hajazaliwa, lakini akiwa kwa tumbo yake ameshakataliwa. Hivyo maisha ya watu wengi ilivyo, wanatembelea katika anga ambayo walikataliwa wakiwa bado tumboni mwa mama wao, wakiwa bado tumboni ya wazazi wao wakakataliwa. Wanajaribu kuomba, wanajaribu kufunga. Remember the Bible says in the book of James kwamba tunaomba lakini tunaomba vibaya. Unaweza kuwa unaomba na unaishi kutupa ngumi, lakini unatupa ngumi zako vibaya, ama katika hewa hauna kile ambacho unalenga. Unaomba lakini maombi yako hailengi kile ambacho kinastahili. Hivyo ndivyo maisha ya wengi walivyo. Unafunga, unaenda katika milima kuomba, lakini kile ambacho unaombea ama mwongozo wako sio kile ambacho kinakusumbua. Unaishi kukuliwa na vitu ambazo bado hujaelewa ni nini. Nashukuru Mungu kwa maana siku ya leo ninaenda kutabiria maisha ya mtu, ninaenda kuongea na mtu. Wewe ambaye umekuwa ukitia bidii, unaamka usiku, oh my God, unaamka usiku, unatia bidii sana, lakini haupati. Mikono yako ni kama ililaaniwa. Yakobo nimempenda, lakini Esau nimemkataa. Esau ako kwa tumbo ya mama yake, lakini roho ya rejection iko juu yake. Amekataliwa, ni mzaliwa wa kwanza, lakini ameshakataliwa. The spirit of rejection imekalia watu wengi katika maisha, imekalia watu wengi katika maisha. Hiyo biashara unafanya ni nzuri na kuna watu wanaifanya na wanafanikiwa, lakini wewe ilikukataa kwa sababu rejection kutoka uzaliwa. Nishaviona mtu msichana anakuja kwangu ananiambia, mchungaji, niko na mimba na si kwa ama haikuwa imepangwa hivyo. Sasa nasikia naumia, ningetaka uniombee maana nimefika mahali nasikia kuitoa, kwa sababu babake ama yule tuliyekuwa na yeye alinikataa. Angalia hapa, huyu mtoto ako kwa tumbo ya mama yake, lakini mama ako mpaka kwa level ya kujaribu kutoa ile mimba. Rejection. Huyu mtoto ameshakataliwa. Hata wakati atazaliwa, the spirit of rejection is upon him. My God, my Father, the spirit of rejection iko juu yake. Anajaribu kuweka biashara, lakini biashara zinamkataa. Anajaribu kutafuta pesa, lakini pesa zinamkataa. Unakuta mtu amenunua gari, lakini baada ya muda mchache ile gari inaondoka ama inaharibika, because the rejection, the spirit of rejection is upon him. I believe in the God that I serve, but that today, that spirit of rejection, we will deal it and we will destroy it in the mighty name of Jesus. My Father, my God. Maandiko inasema Esau nimemkataa. Maandiko inaongea inasema hivi. Isaka, ukisoma katika Genesis 25, Isaka alipomwoa Rebeka alikuwa miaka 40. He was 40 years old. Na akamwoa Rebeka, na alipomwoa, kwa sababu hii roho ya rejection, kukataa kukua watoto hawazaliki, unakuta Rebeka ameolewa lakini amekuwa tasa, ni tasa, hapati mtoto. Wakakaa miaka 20 kabla Rebeka apate mimba. Na inasema Biblia katika mwaka wa 60 wa Isaka ndio Rebeka alizaa hawa watoto, akazaa mapacha wawili. Nataka tuangalie habari ya huyu kijana Esau. Na Esau akazaliwa katika mwaka wa 60 wa Isaka babake. Na walipozaliwa, Esau ndio mzaliwa wa kwanza, lakini kumbuka hapa kuna roho iko juu yake, roho ya kukataliwa, the spirit of rejection. Unaweza kuwa umekaa, unakuta unaolewa, baada ya kukaa miezi 3 kwa hiyo ndoa, unatoka unaolewa na mwingine. Sio kwamba wewe si mlembo, my sister, nisikize hapa. Sio kwamba wewe sio mzuri, hapana. Hata unajaribu kujipondoa iwezekanavyo, unajaribu kujipondoa kila njia ambayo unajua, lakini ukiolewa, baada ya muda unakuta umetolewa. Baada ya muda mdogo unaolewa kwingine, unatolewa. There is a spirit, you need to deal with it, and that is why I'm here. Hivyo ndivyo ndiposa niko hapa siku ya leo, kwamba roho ya rejection nitakutenganisha nayo, nitakufundisha jinsi ya kukaa, jinsi ambavyo utatembea
katika anga ambayo imefunguka ukikubalika. Maandiko yanasema Luka 2:52, wakati Yesu alizaliwa, akazaliwa akipendwa na akakuwa akikubalika na Mungu na pia na wanadamu. Unaweza kuwa hauna kibali, bidii uko nayo ni sawa, masomo uko nayo ni sawa, ujaja wa kila aina uko nayo ni sawa, lakini rejection ikiwa juu yako, my brother, my sister, unaweza jaribu mambo mengi sana lakini unakuta haufanikiwi. When rejection is upon your life, wakati kukataliwa kuko juu yako, unaweza ishi kuchukia watu wengine, unaweza ishi kulaumu watu wengine, lakini ni wewe. The spirit of rejection is upon you. Unafungua hii biashara, baada ya muda unafunga, unafungua hii, baada ya muda unafunga, because rejection iko juu yako. Oh, zaka baganda bazaya. I believe today this spirit will be defeated in the mighty name of Jesus Christ. Maandiko yanasema Esau ikafika wakati wake wa kuzaliwa. Angalia hapa, ameng'ang'aniwa miaka 20, Rebeka amekuwa tasa bila kupata mtoto. Wamekaa kipindi kirefu sana bila mtoto, miaka 20. Esau amepigwa asikuje, rejection. Ikafika wakati wa kuzaliwa, ndio sawa akazaliwa na akachomoka. The Bible says in the book of Genesis 25, akazaliwa akiwa mzaliwa wa kwanza, lakini Yakobo akatoka akiwa amemshika mguu wake, wakachomoka na wakakuwa vizuri sana, but rejection is upon him. The Bible says Isaka babake Esau akampenda Esau kuliko Yakobo, naye mamake Esau akapenda Yakobo kuliko Esau. Hapa angalia, baba amependa mtoto lakini Mungu alimkataa. Rejection is upon him. Mambo zile tunapigana nazo mpendwa ni spiritual. Unaweza kuwa physically you are very good, physically everything is okay, hata kuvaa kwako vile unavaa, hata kutembea kwako ni kuzuri sana, hata zile mavazi unavaa ile imechomoka mpya ndio unavaa, lakini rejection is a spirit. Sio kutojipaka mafuta, sio kutojipondoa, hiyo yote umefanya, lakini rejection ikiwa juu yako mpendwa, mpaka kusimame mtumishi wa Mungu asimame aseme kwamba this spirit is defeated. Unaweza ishi kupigana na vitu ambazo hauelewi ni vitu za aina gani. Maandiko yanasema wakakuwa vizuri sana, na ikafika muda Esau akawa ni kijana wa kwenda mawindoni, kwenda kuwinda, kwenda kutafuta kule nje. Naye Yakobo akawa ni mtu wa kule bomani, ni mtu wa kukaa pale na mama wanakaa huko kwa boma. Lakini Esau tabia yake ilikuwa ni kuondoka, anaenda kule nje kutafuta. Alikuwa ni mtu wa mawindo na baba akampenda kwa sababu ya bidii. Bidii huyu kijana alikuwa nayo nzuri sana, lakini kuna roho ya rejection. I am here today by the Spirit of the Lord. Niko hapa kwa roho wa Mungu kwamba tukaombe na wewe mpendwa, tukaombe na wewe, na hiyo roho itakufa, na utakuta kile ambacho utaenda kuanzisha kinashika mikono, utakuta kile ambacho unaenda kufanya kinafanikiwa, utakuta kule ambako unaajiriwa, maana watu wameajiriwa wengine kwa mwaka mmoja, unafanya kwa kampuni kama 5, unafanya hapa, baada ya muda hujakosea lakini unafukuzwa. Rejection, the spirit of rejection, roho ya kukataliwa. Esau akaendelea vizuri sana na akapendwa na baba kwa sababu ya bidii yake, na baada ya muda siku ikafika. The spirit of rejection inafanyanga mtu hata uwe na tamaa, kwa sababu unaonaga nisipochukua, unakuwa na kitamaa cha kishetani. Oh yes, kitamaa vitu, because the spirit of rejection iko juu yako. Esau akatoka mawindoni akiwa na njaa, na akafika kule nyumbani akakuta Yakobo pale, na akamwambia Jacob, kwa sababu nimekuja na niko njaa, unipatie ututu chakula unakula nile. Yakobo akamwambia, una shida, lakini labda unipatie tubadilishane na ulinzi wako. Yakobo akaangalia, kwa sababu sio makaratasi nampatia na niweke nicha hapa, nimempatia, akampa. Na Yakobo akachukua akampatia. Katika ulimwengu wa roho, ile rejection, ile the spirit of rejection ikapigwa muhuri.
kwamba kutoka leo sasa utatawaliwa na huyu, na akachukua chakula akara, na yeye Yakobo akachukua manto, akachukua mafuta, akachukua mamlaka ya kuwa mtoto wa kwanza kuzaliwa. Roho ya rejection ikaanza kutawala Esau, kukataliwa. Ikafika muda wa kubarikiwa. Natembea na wewe hivi kwa sababu ningetaka kuomba na wewe ambaye umekuwa ukiolewa ndoa hazishiki. Oh yes, wewe ambaye umekuwa ukifungua kazi, wengine umechukua mpaka loan ya milioni 10, ukaanza kabiashara, baada ya muda ukachotwa, baada ya muda mdogo ukakuta unachotwa. Juzi nimekuwa nikiongea na kijana mmoja akaniambia, "Pastor, nimekuwa na bidii sana na ikafika mahali nikanunua gari yangu, na baada ya muda nimechotwa, hii gari imeenda kwa sababu ya loans and whatever." Ukiangalia yule kijana bidii yako nayo, lakini kwao the spirit of rejection, ile roho imekataa magari katika ile boma. Sasa hata kama nitambariki na sijashughulikia ile roho kuing'oa the spirit of rejection, roho ya kukataliwa. Mpendo unaweza kataliwa na magari, mpendo unaweza kataliwa na mashamba, mpendo unaweza kataliwa mpaka na watoto wako, mpendwa unaweza kataliwa mpaka na kazi. Kule unaenda kwa ajili unafukuzwa, unaweza kataliwa na ndoa, unaweza kataliwa utasa. Utasa ni roho ya rejection, imekataa ndani yako kuwa na watoto, hushiki mimba. Hata kama utaolewa kwa ndoa ngapi, what you need is to deal with the spirit of rejection. And I believe today in the mighty name of the Lord, this spirit will be destroyed in Jesus mighty name. Esau akaendelea, lakini hii roho ya rejection ikawa bado inamtawala, ikawa bado inamzuilia kwenda kiwango kingine, ikawa bado inamzuilia kupata vitu zake. Oh Jesus, ikawa bado inampinga sana, na ikafika wakati Isaka akawa mzee sana. Rakazata baganda. Oh my father, ikawa wakati Isaka akawa mzee, wakati wake wa kuondoka umefika, na ndio akaita Esau. Akamwambia, kijana wangu, unajua ninakupenda. Rakaba shota baganda. Unajua ninakupenda. Mpendo unaweza pendwa na watu. Unaweza rakazata baganda. Unaweza kuwa connection yako na watu ni nzuri sana. Lakini roho ya rejection ikiwa juu yako, it doesn't matter how famous you are. Haijalishi wala watu wanakujua. When the spirit of rejection is upon you, my Lord, Isaka akamwambia, you know my son Esau, I love you. Sasa ninaondoka, ningetaka uende mawindoni unitafutie kitu chakula, nije nile nikubariki. Naye mamake Esau akasikia ule ujumbe umepatiwa Esau, na Esau akaondoka, akaenenda kutafuta kitu cha kuja apikie babake ale aweze kumbariki. Maana wakati wa kwenda umeondoka, lakini hata wakati anabarikiwa hajui the spirit of rejection is upon him. Nataka unielewe mpendwa, nilikuwa katika doto, Bwana akaninenea, ilikuwa ni mkutano ya wachungaji. Mungu akaniambia kwamba nikakuta nikiambia wale wahubiri nilikuwa na wao, kabla twende katika kuhubiri, ningetaka kila moja ashughulikie na aombe the spirit of rejection. Na nilipoamka nikajua Mungu anataka hii roho ama hii ujumbe ifikie wana Kenya, ifikie wale wako ng'ambo, kwamba unahitaji sio tu kuokoka mpendwa, hapana, sio tu kwenda kanisani mpendwa, hapana. Raka baganda babuja, you need to know ni nini hii ambayo nikula. Ni sawa uko na bidii sana hata kanisani, unaweza kuwa mhubiri, lakini ulikataliwa. Roho ya rejection is upon you. Wewe ni mzuri sana, very innocent, hakuna makosa, lakini the rejection kutoka kuzaliwa, mama hata hiyo mimba alikataa kutoka pale kuzaliwa. Angalia hapa na ukumbuke, Esau hajapokelewa ama hajawekelewa roho ya rejection kwa sababu kuna makosa amefanya. Hapana, huyu ni mtoto ambaye yuko tumboni mwa mamake, hajazaliwa, hajui makosa ni nini, lakini rejection imemuingia. Hivyo ndivyo maisha ya wengi ilivyo. Unakuta katika familia fulani hakunanga kupata kazi, watu wamesoma vizuri sana, lakini kazi hakuna kupata. Jata baganda. Unakuta katika familia fulani wasichana ni walembo sana, my Lord, lakini hakuna kuolewa, hawaolewi kwa sababu rejection iko kule. Kulinenwa, kuna maneno ilitamkwa
kwamba hakuna mtu ataolewa. Rejection is upon them. Msichana ajiangalia, anauliza ni nini sijafanya, ni nini hiyo sina. Kama ni kurembeka, niko namba moja, ni nini hii sina. But the spirit of rejection inatawala katika maisha yake, inatawala katika anga yake. Esau akaondoka kutafuta kitu cha kuja apatie babake ili abarikiwe, naye mamake akaondoka haraka akaenenda kwa Yakobo, akamwambia Jacob yale maneno tu Esau ameambiwa na babake. Akamwambia Jacob, you know I love you. Sasa ningetaka uingie katika hili zizi, utafute mwana kondoo, uje tuchinje, tutayarishe, upelekee baba yako ale akubariki. Na Yakobo ukisoma maandiko inasema akamwambia mamake, na je ikijulikana, mama akamwambia akiwa na ujasiri, maana alijua Mungu amekupenda wewe na akakataa ndugu yako Esau. Akamwambia, na laana utakayolaaniwa iwe juu yangu. Angalia hapa mpendwa, mama anajua siri ambayo baba hajui. Mama anajua kitu ambacho Yakobo hajui, Esau hajui. Akamwambia, kama kuna laana wacha ije juu yangu, wewe enenda ufanye ninavyokuamuru. Yakobo akakimbia, akatayarisha, akachukua mwana kondoo, wakaja wakatayarisha. Walipotayarisha akachukua akapatia babake, na akavalishwa mavazi ambayo ilikuwa na manyoya. Akaenenda kwa babake, akamwambia, baba nimekuja. Angalia hapa, Esau ako kule mawindoni anawinda ili aje apatie babake, lakini hajui nyumbani kuna mtu ambaye ameenda kuchukua kilicho changu. Kazi yako mpendwa ilichukuliwa kwa sababu rejection is upon you. Uko na ile vitu zinatakikana uwe katika ile kazi, uko katika yale uko na masomo, everything that is needed, qualification zote uko nazo za kuwa na hiyo kazi, lakini imechukuliwa na mwingine kwa sababu kuna roho katika anga yako inatawala. Sio tu dhambi, hata unaangalia unajiuliza ni nini nilifanya. Wewe ni Mkristo, unaangalia unajiuliza ni nini, ni wapi nilikosea, ni nini hiki ambacho nimefanya. Lakini ni rejection kutoka kuzaliwa. Labda dada akanena, labda yoanko akasema maneno, ikawa iko upon you. Maandiko inasema Esau akiwa mawindoni, naye Yakobo akapelekea babake chakula. Oh my Lord and my Savior, ninajua kuna mtu nimetungwa kwake. Ninajua kuna mtu amejaribu. Baraka zako zilichukuliwa, ndoa yako ilichukuliwa, lakabaganda bazaya. Mambo yako unaona haiendi vile ambavyo unavyotaka iende. Ninajua kuna mtu katika nchi yetu ya Kenya, ninajua kuna mtu hata katika ng'ambo, Bwana amenituma ninene na yeye. Kuna mtu atasikia habari hii, kuna mtu atapokea hii. Naenda kuachilia neema mpya, naenda kuachilia anga mpya, naenda kuachilia neema mpya utatembea juu yake ya kukubalika mpendwa. Sio kujitetea, sio kupeana hongo, hapana mpendwa. Rakabajota baganda, Mungu akiamrisha, haijalishi vile watu watakavyosema. Razota bagadosh, haijalishi vile watu watakavyoongea. Mungu akiamrisha lazima utapenya mpendwa. Siku hii ya leo ninajua ujumbe huu kuna mtu utabadilishia maisha yake. Ninajua ujumbe huu kuna mtu maisha yake itabadilika completely in the mighty name of Jesus. Yakobo akaenenda kwa babake. Babake akamwambia, nasikia hii sauti ni kama ya Jacob. Bona? Na akamuuliza, bona umepata hii chakula mawindo haraka sana? Yakobo akamwambia, angalia yale maneno Yakobo alitumia. Akamwambia, Mungu wako ewe Isaka, Mungu wako ameruhusu nipate haraka, nije nikupatie ule unibariki kabla uondoke. Moraka zota baganda. Ya Isaka akashika mikono ya Yakobo, akasikia kuna manyoya, akamwambia, na kweli ni mzaliwa wangu wa kwanza Esau. Lakini sauti ilikuwa inafanana na Yakobo. Yakobo akamwambia, hapana, ni mtoto wako Esau. Basi akamwambia, nishongezee chakula nile niweze kukubariki. Isaka akazongezewa chakula na Yakobo akala. Wakati alikula akamwambia Yakobo, karibia hapa ili niweze kukubariki. Lata zota baganda. Angalia Esau ako katika mawindo, anatia bidii kutafuta. Angalia mtoto safari yake vile imekuja.
ako kule anatia bidii, lakini baraka zake nyumbani zinachukuliwa. Laba zota baganda. Sijui ikifanyika nini Esau angeingia wakati Isaka anaenda kuwekelea Yakobo mkono. Sijui ingekuwa namna gani. Sijui hata angekuwa kwa lango aitane tu Yakobo, njoo unifungulie. Baba angejua hapa ninachezwa. Lakini Mungu ikawa tu Esau amekaa kule, Yakobo ako hapa, baba amemaliza kukula, imefika wakati wa kubarikiwa. Akamwambia, mwanangu songea ili niweze kukubariki. Akasongea pale, akabarikiwa, akanenwa baraka, akaachiriwa baraka, akabarikiwa mtoto wa mama. Yule mwingine yuko mawidoni bado anatafuta ili aje achukue baraka zake, ili aje abarikiwe na baba. Kitu moja Esau anajua, babangu ananipenda kuliko Yakobo. Kitu moja Esau anajua, babangu ananipenda kuliko Yakobo. So alikuwa anajua wakati tu nitapeleka, nipike na niweze kubarikiwa. But there is a spirit ambayo imejificha ndani ya huyu mtu, na hajui kuna roho ya rejection inatawala katika maisha yangu. Hii roho ndio iliniweka tamaa nikachukua chakula za siku moja nikapatiana urithi wangu. Hii roho ndio iliniweka tamaa. Nataka uangalie hapa mpendwa. If the spirit of rejection is upon you, haijalishi vile ambavyo unavaa, haijalishi wala watu unajuana na wao, until you deal with the spirit of rejection, mpaka kusimame kuhani zata baganda, mpaka kusimame mtu wa Mungu. Hivyo ambavyo nimetumwa siku ya leo nije ninene na wewe, hivyo ambavyo Mungu ameniamuru nije siku ya leo katika Sky Cable TV Kenya, nije ninene na wewe, nije nitemke baraka, nije niondoe roho ya kukataliwa, niachilie roho ya kukubalika kabisa. Haijalishi mafuta ile unajipaka, kama roho ya rejection iko juu yako, haijalishi vile ambavyo unakaa. Esau akatia bidii kutafuta Yakobo, naye anachukua baraka. My Father, my God, haijalishi. Najua kuna mtu, ninasikia kuna mtu, nasikia katika ulimwengu wa roho kuna mtu ambaye umejaribu kuweka biashara nyingi sana ukifunga. My Lord, najua kuna mtu ninanena naye siku ya leo, umejaribu lakini imezidikana. Kuna mtu nasikia sasa uko kwa ndoa ya tatu, hiyo ambayo uko ni ndoa ya tatu. Uliolewa ya kwanza, ukakosa mtoto, ukafukuzwa. Because rejection sio kuvaa mpendwa. My Lord, sio mambo, sio vile ambavyo unajua tu na masomo. Umesoma vizuri sana, ukaolewa ya pili, ukaondolewa. Sasa uko katika ya tatu na bado unasikia haina amani hata sasa. Kuna mtu nasikia naongea na yeye, huna kazi saa hizi. Yale masomo umesoma ni ya juu sana. Every qualification that is needed, you have it. Lakini unajaribu kutafuta kazi. Your CVs ziko katika maofisi karibu zote hapa Kenya, Nairobi, lakini bado haupati kazi, hauitwi, kwa sababu kuna roho inatawala juu ya maisha yako. Lakini nashukuru Mungu anayeishi, kwa sababu siku ya leo the spirit of rejection will be destroyed in the mighty name of Jesus, and you will receive the favor of God. Utakubarika mpendwa, sio kwa sababu ya hongo utakayopeana la kabaganda bashoka, sio kwa sababu ya zile nguo utavaa, lakini ukikubalika, naachilia leo roho ya kukubalika katika anga yako. Ukikubalika mpendwa, utaitwa, utapigiwa simu in the mighty name of Jesus Christ. Yakobo akabarikiwa na akaondoka. Muda tu aliondoka, Esau mtoto wa mama akaingia akiwa ametayarisha chakula ili baba ale ambariki, na akamuita babangu Isaka, niko hapa, nimekuja, huyu ni mtoto wako Esau. Zata baganda babuza. Kuna mtu nasikia jana umeingia hata katika kampuni ulikuwa umeambiwa uingie, ulipofika ukakuta ile kazi imechukuliwa. Ulipofika ukakuta ile kazi ulikuwa uingie uripoti imeshachukuliwa, hata imeenda asubuhi ama ilienda jana, because the spirit of rejection is upon you, kwa sababu kuna roho inatawala anga yako, roho ya kukataliwa. Esau akaingia, akamuita babake, akaitana kwa sauti,
umekuwa wapi mwanangu? Kwa sababu ndugu yako Yakobo amekuwa hapa na nishambariki. Baraka zilizokuwa zako, the spirit of rejection. Nasikia kuna kazi za watu zimekamatwa hapa, lakini siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo zinaenda kutapikwa. Razota bagadosh. Nasikia kuna ndoa za watu zimekamatwa hapa. My father. Nasikia kuna ndoa za watu hapa zimekamatwa. Nasikia mume wako wewe mpendwa amekamatwa mahali na mtu. Yes, nasikia kuna ndoa za watu zimekamatwa na ambao na maroho. Yes, Esau akapiga duru akamuuliza babake, hauna hata moja ambao umebakisha baraka, unaweza nibariki? Akamwambia sina hata moja, kilichokuwa chako nimepatiana. Sasa kile kimebaki ni cha ndugu yako mzaliwa wa pili Yakobo, kuja nikupatie. Akamtemka yale maneno ilikuwa itemkwe Yakobo, na akamwambia neno moja mpendwa, ningetaka ulichukue siku ya leo. Akamwambia Esau, utakapochoka razota bagadosh, Mungu anagojea uchoke. Zata baganda bazaya, Mungu anagojea mpendwa ni mpaka uchoke na hiyo hali ya maskini, ni mpaka ufike mahali uchoke na hiyo roho ya kutorewa, ni mpaka ufike mahali uchoke. Zata bagadosh mahanda bazaya. Hana alifika mahali akachoka akiwa katika madhabahu. Amezoea kuomba kawaida, amezoea kulia kawaida. Zala bababuza raka zota baganda babu. Nasikia kuna mtu leo anaenda kubarikiwa. Nasikia kuna mtu leo, my Lord, kuna mtu leo maisha yake inaenda kubadilika. Kuna mtu leo maisha yake inaenda kuchukua laini mpya. Esau akadua na Isaka babake, ile siku utachoka, ile siku utachoka, utatawaliwa na ndugu yako, utapitia mambo mazito, utapitia mambo haya, lakini ile siku utachoka, hiyo roho utaiweka chini. Ile siku utachoka, utaweka hiyo mzigo iliyoko mabegani mwako chini. Ni mpaka uchoke mpendwa, useme enough is enough, uingie katika kudili na kushughulikia the spirit of rejection. I know kuna mtu leo, my Lord and my Father, kuna mtu baada ya ibada hii, baada ya kusikia habari hii, baada ya kusikia ujumbe, kuna mtu siku ya leo maisha yake inaenda kubadilika, hali yake inaenda kubadilika, maisha yake inaenda kuchukua njia mpya. Yes, in the mighty name of Jesus. Kuna mtu siku ya leo maisha yake itabadilika na utachukua njia mpya. Utapata umeanza kuitwa kule ambako ulipeana CV zako, kule ambako ulikuwa umetuma mambo zako, kule ambako ulikuwa umeitwa kazi na ukafanya, baada ya wiki mbili ukafutwa. Ninajua baada ya ujumbe huu, baada ya kukuambia siku ya leo na kuondoa roho ya kukataliwa na kuachilia roho ya kukubarika, ninajua kuna mtu ataitwa after this message. Kuna mtu atapigiwa simu aambiwe kesho ingia, kwa sababu ni roho. Esau akaambiwa ile siku mpendwa utachoka. Laba zata baganda, ile siku mpendwa utachoka. Hii roho utaiweka chini na utaanza kutawala. Ile siku utachoka. Ni mpaka mpendwa uchoke, usikie hii hali nimechoka nayo. Ni mpaka mpendwa uchoke, usikie nimechoka na umaskini, nimechoka na magonjwa, nimechoka razata bagadosh, nimechoka kukaa hii maisha ninakaa isio haina faida katika maisha yangu. Nimechoka kukaa hii maisha ninakaa. I know. Ni mpaka mpendwa utakapochoka. Razata bagados. Nasikia kuna mtu alikuwa amefika mahali lababusha baganda. Kuna mtu alikuwa amefika mahali pa kujua, kwa sababu umejaribu mambo mengi. My brother, ninajua naongea na nani. Ulikuwa umefika mahali pa kuchoka, hata mke akaenda. Oh my God, ile kazi ulikuwa umeajiriwa ukafutwa. Unajiuliza, mbona haya maisha nimekuwa mzuri, hata kanisani nimekuwa mzuri. Ni roho ya kukataliwa imekuwa ikifanya kazi maishani mwako, imekuwa ikikutawala. Esau akapiga duru, akaachiriwa zile vitu zilikuwa zipatiwe Yakobo, na akaambiwa akimalizwa, utakapochoka utaondoa hii. Ninataka kuongea na kuomba na mtu ambaye anasikia amechoka na maskini. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka kutabiria maisha ya mtu ambaye anasikia nimechoka na umaskini, nimechoka na magonjwa, nimechoka na hali hii, nimechoka na hii maisha ninakaa
isiyo ya kawaida. Nimechoka na mandeni, raza tabagadosh. Nimechoka na hii roho ya mandeni. Nimechoka na hii roho. Nimechoka. Umeajiriwa na unalipa pesa nzuri, lakini unajaribu kule zinaenda. Unatafuta kule mshahara wako umekuwa ukienda, unashindwa ndi wapi? Raza tabagadosha baganda. Ni kwa sababu kuna roho ilitemkwa juu yako na haijaondolewa. Haujapatana na kwani wa kusimama aseme enough is enough. Wewe roho ya kukataliwa unayetawala maisha mtu huyu, ondoka na kaachilia kibali. Unaweza kuwa unaomba, maandiko imesema Yakobo, James, yes you pray but you pray amiss. Umekuwa ukiomba lakini unaomba amiss. Today nimekuja ili tulenge gumi yako, unapotupa uitupe mahali panafaa. Dealing and destroying. Unakemea wewe roho ya kukataliwa. Nimechoka na wewe, ondoka katika maisha yangu, niachilie. Yakobo akachukua baraka na akaondoka. Esau naye akachukua mizigo ya Yakobo na akaondoka. Wengine wenu mlikataliwa mlipokuwa mnazaliwa. Wengine wenu mlikataliwa mlipokuwa wadogo. Anti akaambia mama yako, wacha hivi unaliga na hawa watoto, tutaona kama watakusaidia. Raza tabagadosh. Nasikia kuna mtu ulinenwa maneno kama hayo na hukujua. Anti akasema wacha hivi analiga na hawa watoto, ati kwa sababu wamesoma. Tutaona wataenda mpaka wapi, tutaona watamsaidia mpaka wapi. The spirit of rejection ikaingia katika anga yako, ikaanza kutawala. Raza tabagadosh makayanta baganda babuza. Ukaanza kutembelea, ukaanza kutawaliwa na roho ya kukataliwa, ukaanza kutawaliwa na roho ambayo sio yako, ukaanza kukataliwa na roho ambayo, ukaanza kulemewa na mizigo. My father, ukaanza kulemewa na mambo. Nasikia imefika wakati niweze kuomba na wewe. Nitumie ujumbe wangu pale, ingia pale kwa Facebook, ingia katika Sky Cable TV Kenya, utapata pale namba yangu. Ninapoenda kuomba na wewe, nitumie ujumbe ule, nitaona ni 0715 478 065. Nirudie tena 0715 478 065. Ninapoenda kuomba na wewe, kuna watu wamekuwa, tuma ujumbe wako pale nitauona. Kuna watu wamekuwa wakilemewa, kuna watu wamejaribu mambo mengi sana. Umejaribu kufungua mabiashara mpendwa, umejaribu hata kufungua. Ninaongea na mtu siku ya leo ya kwamba hii roho ikiondoka, hata tunapoingia katika elections, mwaka wa siasa na mambo mengi, hii roho ikiondoka, ndugu yangu, lazima ukubalike. Utapewa kula, utaingia, utatawala, kwa sababu roho ya kukataliwa imeondoka. Ninajua kuna mtu umejaribu kupigania kiti kwa miaka mingi. Umekuwa ukitumia pesa, hata unachukua malon, unatumia pesa kufanya siasa ili anga uchukue kiti kamoja, lakini yote imekuwa ikipiga mwamba. Nisikize mpendwa, sio wakati wa kuchukua hatua kwenda kwa wachawi kutafuta. Hapana, ni wakati wa kuamini Mungu na kuamini maneno haya ninaongea. Hii roho ikiondoka kwako, liachilie kukubalika. Hutahitajika kuchukua maloni, hutahitajika kufanya hizo mambo. Kibali kikiwa juu yako, utachaguliwa ndugu yangu. Kibali kikiwa juu yako, utachaguliwa dada yangu. Utaingia raza tabagadosh. Najua kuna mtu ananitazama, umejaribu mambo mengi na imefika mwisho. Kuna mtu ameenda kwangu juzi akaniambia, pastor, kama ni kuombewa, yale maombi nimeombewa ni mengi. Akaniambia hii kichwa ingekuwa mkono na wekelewa na mchungaji natokaga na nywele. Akaniambia ningekuwa kipala. Nimeombewa, nimewekelewa mikono, nimemwagiliwa mafuta, lakini mambo haiondoki. Yale mambo bado inanisubua. Nikamwambia I will pray for you. Jata baganda babuza. Nitakuja hapa naye next time. Nitakuja atoe ushuhuda, kwa sababu ninajua kuna mambo makubwa inafanyika katika anga ya mtu siku ya leo. Kuna mambo makubwa, sio tu kuombewa. Hapana, ni lazima uelewe ni roho gani inasumbua huyu mtu, ni roho gani imekuwa ikinisumbua. Na tukaomba ile roho, nikaizima, nikamwambia siku ya leo nimenyamazisha roho ya rejection, na kuanzia sasa roho ya kukubalika itaanza kutawala. Yule mama akaanza kuona mwangaza,
akaanza kuona upenyo, akaanza kuona rakabagadosh, mambo makubwa ikifanyika. Ninajua siku ya leo unaweza kuna nitazama pale na umefika mwisho, umechoka, hakuna kitu hujajaribu, mpaka akaniambia sasa nimeona ni kama msaada wangu hauko kwa Mungu, ni kama msaada wangu uko kwa shetani. Hapana, niko hapa kukuambia hakuna siku hata moja Mungu wetu alishindwa. Hakuna siku hata moja Mungu aliomba msaada kwa watu. Yule Mungu tunatumikia ni Mungu anayeweza mambo yote. Na ndio Isaka akamwambia katika roho, Esau, ile siku utachoka, utaweka hii mzigo chini na utaanza kutawala. Nataka niombe na wewe, nataka kufikisha ujumbe wangu pale. Zile dakika zimebakisha, ningetaka kuomba na wewe, my God and my Father. Nataka tu uamini maneno haya nimeongea, nimetumwa na Mungu siku ya leo nije nitabirie maisha yako. Ningetaka kuomba na wewe mpendwa, rakabagadosha baganda, ningetaka kuomba na wewe, hiyo roho lazima ikuachilie in the mighty name of Jesus Christ. Ningetaka kuomba na wewe, mahali unanitazama ukiwa, kama ni kwa Facebook, YouTube, popote ambapo unanitazama ukiwa nchi yetu ya Kenya, ukiwa ngambo, popote ulipo, ningetaka kuomba na wewe. Lazima roho ya rejection ikuachilie in the mighty name of Jesus Christ. Hii roho lazima iondoke katika maisha yako, lazima iondoke katika anga yako. Lazima mpendo ukubarike, lazima upokelewe, lazima hiyo biashara ishike mikono, lazima pesa zishike mikono, lazima ndoa ikukubali in the mighty name of the Lord. Nataka kuomba na mtu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. My God and my Father, asante kwa mtazamaji wangu popote alipo Bwana, akiwa hapa nchi yetu ya Kenya mfalme, katika Sky Kimbo TV Kenya, my God, popote anaponitazama akiwa Kenya, akiwa ngambo, my God, naombea mtazamaji wangu yoyote mfalme mwema, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, hii roho ya rejection haina uwezo, haina mamlaka juu ya maisha yake in the mighty name of Jesus Christ. Nakemea kila roho ya rejection ambayo imekuwa ikitawala maisha yako, nakemea roho ya rejection. You demon, you spirit of rejection, I command you in the mighty name of Jesus Christ, it is your time to go in the mighty name of Jesus. Hiyo roho ya rejection ambayo imekuwa ikitawala maisha yako, hiyo roho ya rejection kutoka kuzaliwa ambayo imekuwa ikitawala maisha yako, I rebuke that demon, I rebuke that demon, I rebuke that demon in the mighty name of Jesus. Wewe roho ya kukataliwa, in the mighty name of Jesus, I command you to go in the mighty name of Jesus. I release the hand of God. Naachilia mkono wa Mungu popote ulipo. Maandiko inasema ya kwamba mkono wa Mungu sio mfupi ukashindwe kuokoa. Popote ulipo, natuma mkono wa Mungu in the mighty name of Jesus. Rakazata baganda babosha, natuma mkono wa Mungu. I command the spirit of rejection to go. I command the spirit of rejection to go. Naamrisha hiyo roho ya kukataliwa ikuachilie in the mighty name of Jesus. I command every spirit of rejection to go and to leave you in the mighty name of the Lord. Natangazia roho ya kukataliwa iondoke, iachilie maisha yako, iachilie ndoa yako, iachilie watoto wako in the mighty name of Jesus. I command that demon of rejection to go. Maisha yako iachiliwe in the mighty name of the Lord. And now I declare, natangaza katika jina la Yesu Kristo, from these studios I declare the word of God. Natangaza neno la Mungu, utakubarika kwa jina la Yesu Kristo. Pesa zitakubali mikono yako, rakabazota bagadosha. It is happening. I command in the mighty name of Jesus, pesa zikubali mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Naamrisha pesa ikubali mikono yako, naondoa hiyo anga ya kukataliwa, naachilia anga ya kukubarika. I release favor of God. Naachilia anga mpya, ukakubarike mpendwa, natangaza ukakubarike kwa jina la Yesu. I command favor upon your life. The spirit of rejection, I declare it is over. I destroy that spirit of rejection in the mighty name of Jesus. I destroy that spirit of rejection in the mighty name of Jesus. And now I release favor in the mighty name of Jesus. I release favor.
Naachilia kukubarika. Utakubarika mpendwa, utakubarika na ndoa. Wewe umekuwa ukiomba upate mchumba, natangaza utakubarika, utapokelewa sasa in the mighty name of Jesus. Naamrisha kule ushawaipeleka CV zako kwa hizo makampuni raka za tabagadosh, naamrisha uanze kuitwa in the mighty name of Jesus Christ. I command, naamrisha kwa hizo maofisi uanze kupigiwa simu, uanze kuitwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninatangaza uanze kupigiwa simu. Favor. Naachilia kukubarika kwa anga yako. Rejection is over in the mighty name of Jesus. That spirit of rejection haitatawala maisha yako kuanzia sasa. Haitatawala maisha yako. Utakubarika mpendwa. Utaolewa kwa jina la Yesu Kristo. Pesa itashika mikono kwa jina la Yesu. Rakabaganda babosha. Doa lazima ikubali sasa. Rejection has no place in your heart. Rejection is over. Naachilia anga mpya kwa moyo wako, kwa mawazo yako, kwa uso wako, kwa mikono yako. Naachilia kukubarika. Ukakubarike sasa. Ukakubarike kwa jina la Yesu. Hutajitetea tena. Hutaenda kupeana hongo tena. Naamuru kwa jina la Yesu, anga yako ikafunguke, ukakubarike, ukapendeke, ukapokelewe in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. My Father, my God, I thank you. Asante kwa kila mpendwa, asante kwa kila moja ambaye ananitazama. In the name of Jesus Christ we do pray and believe. Somebody say amen. Sema amen pale nyumbani in the mighty name of Jesus Christ. Niko na dakika chache ambazo zimebaki nikaweze kumalizia. Nataka kurudia majina yangu. Nilisema naitwa Pastor Joseph katika ule mji wa Keno Kabati. Huko ndiko ninahubiri, na ninajua kwamba na nimeona mambo ikifanyika katika maisha ya watu, katika maisha ya wapendwa wengi. Nimeona maisha ikibadilika, nimeona maisha ya watu ikibadilika. Siku ya leo amini hili neno, ulipokee, na kwamba maisha yako haitakuwa ya kawaida tena in the mighty name of Jesus. Maisha yako lazima ibadilike, anga yako lazima ibadilike in the mighty name of Jesus. Ninawafikia kutoka hapa Sky Cable TV Kenya, na nafasi hii nimepewa, ama nafasi hii nimepata, nihudumie moyo wako, maisha yako, ili ukaweze kuchukua laini mpya, ukaweze kutembea kwa anga mpya in the mighty name of Jesus. Nirudie tena, kwa jina langu ni Pastor Joseph, niko pale Kabati Keno, iko katika Thika Highway. Ukipita Thika kule kwa Del Monte, unaenda kabla ufike Keno, kuna mji wa Kabati. Niko pale Kabati, na kanisa ninalo hudumu nalo inaitwa Jesus the Way Ministry, na iko nyuma tu unapoingia katika mji wa Kabati town, utakuta police station mahali iko opposite police station. Kuna shule pale, niko nyuma ya hiyo shule. Utapata kanisa, jengo kubwa pale. Hapo ndipo tunaabudu Mungu, hapo ndipo tunatumikia Mungu, hapo ndipo tunainua jina la Mungu. Pale ukija lazima maisha yako ikabarikiwe. Nataka kurudia kwa namba yangu, kwa sababu kuna mtu ako pale nyumbani hapa Kenya, mambo wherever you are. Kuna mtu agasikia, ningetaka kuombewa na huyu mchungaji, ningetaka kutuma sadaka zangu, ningetaka counseling na huyu mchungaji. Namba yangu nirudie tena ni 0715 478 065. Nirudie tena 0715 478 065. I believe umebarikiwa. Ungetaka kutuma sadaka zako, tuma kwa hiyo namba. Ungetaka niombe na wewe, hiyo namba nipigie, utanipata, utanifikia, na najua kwamba utakuwa na muda, taongea na wewe, utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Uko pale na ungetaka kuokoka, ningetaka kwa hizo dakika chache sana zimebaki nikupe muda wa kuokoka. Uko mbali, ungetaka tu kuokoka, wherever you are, ningetaka urudie maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako,
ninakupenda ndani ya moyo wangu. Siku ya leo, Yesu Kristo, ninakukili kama mwokozi wa maisha yangu. Sitaki shetani, sitaki dhambi. Wewe shetani, tumeachana. Kutoka leo, mawazo yangu, moyo wangu unatawaliwa na Yesu. Yesu mwana wa Mungu, karibu ndani yangu, unitawale. Kutoka leo nimeokoka. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amina. Be blessed. Ubarikiwe popote ulipo. Tafuta kanisa mahali ambapo uko. Unaweza kuwa uko mbali, tafuta kanisa nzuri inayoabudu Mungu kwa kweli na kwa roho. Ingia pale, ongea na mchungaji, mwambie tuliomba pamoja. Ingia pale na utumikie Mungu. Nyakati ambazo tunaishi, tunahitaji kujifunganisha zaidi na madhabahu na kupenda Mungu zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Kama uko along Thika Road, uko Thika, uko Keno, uko Murang'a, uko Makuyu, uko those areas, nimekukaribisha sana kwa kanisa Jesus the Way Ministry pale. Jo, utanipata, utapata kanisa kubwa pale, na utapata picha yangu pale na mke wangu. Nimeoa, niko na mke, nimekusalimia mahali ulipo, na niko na watoto 2 kwa jina la Yesu Kristo. So wherever you are, jo, tutaongea na wewe na utabarikiwa. Ningetaka kuomba ninapomalizia na kuombea hii studio. Ningetaka kubariki venye hii kazi na wale ambao wanahuzika katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu, na kushukuru kwa dakika zile ambacho umenipa kukaa hapa katika hizi studios na kuongea mfalme na mtoto huyu ambaye amenisikiza, na huyu mtu amenisikiza, na kuongea na nchi ya Kenya, hata katika nje. Bwana, na kushukuru na kuinua. Asante kwa hizi studios mfalme. Sky Cable TV Kenya, my God and my Father, nimebariki kila mmoja wanaofanya kazi huko Bwana. Nimeomba baraka zako kukubalika kukawe katika hizi studios in the mighty name of Jesus Christ. Nimebariki kwa hizi dakika ambazo nimepewa mfalme mwema. Asante mtakatifu mkuu. Hata organizers wote wale ambao wamenipa huu muda Bwana, na kuomba ukawabariki. Rejection isiwe na uwezo kutawala katika hizi mitandao. My God and my Father, nimeomba kibali kikatawale katika jina la Yesu Kristo. Nimenena baraka kwa kila mmoja wa hii studios, my God. Nimenena baraka kwa mtazamaji wangu, my Lord and my Savior. Yeyote atakaye nitazama hata baada ya muda huu Bwana, naomba baraka zako zikaandamane na watu hawa. Utukuzwe Bwana, inuliwe maana unaweza. Asante mfalme mkuu, jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini. Umebarikiwa. Bwana akubariki sana. Ninawapenda in the name of Jesus. Tupatane tena katika hizi studios tunapoongea yale Mungu atakuwa amenena. Be blessed. I love you all in Jesus name. Shalom. Shalom. I love you.